Mtu hatobadilisha tabia eti kwa sababu wewe unataka abadilishe tabia, bali mtu ni rahisi sana kubadilisha tabia endapo ile tabia itaenda kutishia uhai wake. Kwa hiyo kama una ndugu yako na unataka kuzungumza naye abadilike juu ya tabia aliyokuwepo nayo, jitahidi sana kulenga kwenye uhai wake, lenga kwenye survival yake. Na nataka nikupe mfano mdogo. Let's say una ndugu yako, yeye ni mraibu wa pombe, mlevi, anakunywa sana, na unataka kuzungumza naye juu ya tabia yake. Nasema hivi, unajua unywaji wa pombe unaweza ukasababisha figo yako kufeli, na tunatambua kabisa figo kufeli mara nyingi sana watu wanafariki, ni mara chache watu kupona, ama inamlazimisha mtu mpaka abadilishe figo na ni gharama kubwa. Na sasa kama familia yako imeshindwa hata kuchanga michango ya harusi, unadhani ni nani atakuchangia figo kwenye familia yako? Utakufa ndugu yangu, trust me. Ili neno hata kama ataonekana kulipuuzia, lakini litamkaa sana kichwani na litamsumbua, na linaweza likawa chanzo cha mabadiliko yake, kwa sababu mwanadamu kitu anachokilinda zaidi hapa duniani ni uhai wake. Kwa hiyo ukimwambia kitu chochote kinachohusiana na uhai wake, anaamsha subconscious mind ambayo inachokifanya ni kujilinda dhidi ya hatari. Asanteni.